Mimi Kinyamwezi kwa sababu umeniambia umetoa ngoma. Mimi nadhani sina itakuwa ni favorite kwangu mimi nisikie ukiimba. Yani itakuwa unyama sana kuchukua mic hapa. MVP hata kapela flood hivi nakuwa unyama. Kwa hivyo usema nayo kwanza shika hiyo mic. Tuseme na Sina mambo mengi. Sia kwetu tunasema Tuna mambo mengi hivi sina inaanzaje. Kama wewe sijaona nimewaona wengi mpenzi, kama wewe sijaona kidogo tu. Ampenda kuimba sana. Sauti ya na mashows kwa inabidi utulivu kidogo. Kwa vipi mpango wa msanii mwingine ambaye maybe anafahamika kwa ukubwa sasa hivi ambaye anasumbua game, una mpango wote pia kama ulifanya na kina Ozu na kina Mr Blue, tulete sasa hivi tuna msanii mwingine tofauti sababu una chemistry ya maproducer wengi na una chemistry ya wasanii wengi. Tutegemee kipi kwa msanii yote maybe ambaye sasa hivi communication yako mzuri na yeye inaweza kapekea ngoma? Mimi mwanangu yoyote naweza, yani kwa sasa hivi nilipofikia na kwa sababu ni biashara, kuna msanii duniani labda naweza nikamkosa. Duniani kwa sababu si biashara. Nikimtaka sijui Jay-Z nitaongea na Salamu atamleta. Biashara. Nikimtaka Diamond nitaongea na Babtale au Salamu mwenyewe tafanya naye wimbo. Yani sasa hivi biashara ya muziki iko bila nguo. Unamdm mtu anakujibu unafanya naye ngoma. Sio, umenielewa? Hakuna msanii mgumu duniani kama unatia hela. Sio, umenielewa? Hata kwenye promotion hakuna mtu. Sasa hivi kama unaweka hela hata Obama anasikiliza wimbo wako anaposti. Ukiweka hela ni hela tu. Lakini wasanii ambao na mazungumzo nao, yani washikaji zangu wakina Lulu Diva, washikaji Chino mdogo wangu yule, wasanii wengi, yani wengi kina Nabil Nas, yani wasanii wengi washikaji wengi. Kwa hiyo biashara, unajua muziki pia ufanyi kishikaji, yani muziki unaangalia hiki kinamfaa huyu. Kwa waandishi wa muziki wanaelewa, ukiandika wimbo unakwambia kwamba bwana mimi namtaka hapa, mimi namtaka fulani akae Kinyamwezi kabisa, au sio bana? Yo ladies and gentlemen, as I told you mwanzo kwamba tutakopo na Strevo na tumezungumza naye story nyingi kinoma noma, na naamini time hii kama uko na check show umeenjoy kinoma noma. Nikimalizia bana, mwishoni tukiwa na mwishoni, lifestyle ya maisha tofauti na nje ya sanaa, wewe unaenda kama mzazi au unaenda kama nani au kama kijana single? Mimi ni mzazi, sijaoa bado. Ni mzazi na mtoto na watoto wawili, wa kiume na wa kike. Wa kiume yuko Dar na yuko shule, na mimi na makazi pia Dar. Na wa kike anasoma hapa Morogoro International. Kwa hiyo wa kike nakuaga naye likizo na kuwa naye sana, wa kiume nikienda town na nakutana naye. Lakini kwa katika watoto wako wawili, mmoja akisema baba nataka nifanye kazi ambayo unaifanya wewe, vipi utampinga au utasema fresh twenzetu? Sijawahi kukutana na comment kama hiyo, lakini mimi najua biashara ya muziki jinsi ilivyo. Siwezi kumruhusu mwanangu afanye, kwa sababu biashara ya muziki inataka ujasiri. Alafu kizazi hiki ambacho nakiona mbele sio kizazi jasiri. Ni kizazi ambacho hakitaki stress, kinataka yani vitu vya amani tu. Sasa muziki una stress. Kwa hiyo sitaki kumuingiza mwanangu kwenye stress. Namfanya afanye kitu fulani ambacho kinampa hela, anapiga hela zake fresh. Kama muziki labda anaweza akawa, kwa sababu my big dream ni kuwa na biashara kubwa ya muziki. Anaweza kuwa na kampuni ya kudistribute. Kwa hiyo anaweza akawa kwenye party ya kampuni. Sio kuimba. Sio kuimba. Simamizi tu yani. Anasimamia kama media na nini na vitu kama hivyo. Lakini sio kuimba. Kuimba mimi sitaki mwanangu aimbe. Na wala sitaki hata awe producer. Yani sitaki awe kwenye chachu ya yeye kutengeneza muziki, lakini awe chachu ya yeye kufanya biashara ya muziki. Unaambia ni kijana ambaye anakata tamaa kwenye muziki. Anaona hadi hapa nilipofika. Kwa nini tunachana hii kazi? Hata kama kipaji kipo, imani yeye anakata tamaa kabisa. Wewe binafsi unaweza kwambia nini? Sababu wewe bado hujakata tamaa muda mrefu kwenye game. Mimi nikimwona msanii sasa hivi underground anakata tamaa kwenye muziki, huyo atakuwa bonge la fala. Huyo atakuwa fala mmoja, yani atakuwa fala ni wa mwisho. Hakuna biashara ambayo ina changamoto kama, kwanza hamna biashara ambayo ina changamoto. Biashara zote zina changamoto. Ila
hakuna biashara ambayo inalipa kama mziki. Hustling zake of course ni ngumu, lakini mziki una hela. Yani kama kuna msanii yupo street ana kipaji alafu anataka aachane na mziki, sijui kwa changamoto zake, lakini mziki una hela. Yani mziki unalipa, kuna watu wanaishi kupitia. Yani mimi najua kuna washikaji zangu mabosi, achana na Diamond, achana na Alikiba, achana na Nandi, achana na Marios, Konde Boy nani, ila kuna wanangu mimi nawajua wana hela. Yani wana hela kupitia mziki. Yani mimi nimeenda wa Stamina na mbuzi zaidi ya 2500. Unaelewa? Yes, unaelewa. Ana bonge la jumba Kionda huko. Bonge la jumba yani. Mziki huo. Si unanifahamu? Yeah. Kwa hiyo sasa wewe una kipaji, kwa nini unazingua? Kwa nini unataka kuacha mziki? Usiache. Angalia cha kufanya, pambana. Yani sasa hivi tuna ma TikTok, tuna ma Instagram, tuna ma mitandao, unaweza kaimba chochote. Wewe imba, posti mtandaoni. Bando tu la 100 ngapi la je? Aliwezi kukushinda. You see? Kwa hiyo wewe angalia cha kufanya, pandisha tu mziki, hata kama huwezi kufika kwenye radio, huwezi kufika wapi, lakini wewe hakikisha una smartphone. Saizi masimu yanakopeshwa. Kopa simu, pandisha ngoma yako mtandaoni, litabasi tu. Watu TikTok huko wanaweza kusema nalo likaondoka. Yeah. Game Morogoro una cha kukiongelea kabisa kuhusu Game Morogoro? Sasa kwa Game Morogoro siwezi kuiongelea kwa sababu yani haina nini ushindani. Game yenyewe sasa inaniangalia mimi. Kwa sasa namani ijiangalie mimi. Sio, umenielewa? Yani mimi ndo naipambania game ya Morogoro kwenye ngo zote. Kwa hiyo sina cha kuiongelea kwa sababu vitu vyote ambavyo vimefanyika kwenye mziki wa Morogoro hakuna ambaye aliwahi kufanya kupitia mimi. Yani hakuna msanii ambaye amefanya Morogoro amefanya kiingilio 100,000. Hakuna msanii wa Morogoro amefanya kiingilio 50,000. Hakuna kiingilio Morogoro, yani hakuna msanii Morogoro ambaye amefanya jogging akajaza watu karibia 6,000, 7,000. Yani hakuna hivyo vitu. Kwa hiyo sasa siwezi kuizungumzia game ya Morogoro yote zaidi ya kusema kwamba mimi nijiambie big one. Yani mimi nijiambie tu kwamba inabidi ni push muziki uende basi. Hicho. Bibi, lolote la kutuambia au kumwambia ambaye anatazama sasa hivi aweze kujua bana Strevo mikakati yake ipoje, ngoma zake ambazo kazitoa sasa hivi ziko wapi na zinafanya nini sasa hivi, ili mwisho siku mtu awe aware na kile ambacho inabidi akitazame? Uzuri mimi nipo kwenye platform zote za kuuzia muziki. Karibia ni platform 1000 nauza muziki wangu. Wanifuata kwenye mitandao yangu ya kijamii, natumia Strevo TV, Strevo TZ, Instagram kote hivyo Strevo TZ, YouTube kote ni Strevo TZ. Kwa hiyo wafuatilie huko, watapata vitu vizuri sana. Yo, ladies and gentlemen, bana, huyo ni Strevo kama alivyokuambia mwanzoni hapo, pia alivyokuambia hivi sasa ni msanii wa Bongo Flava, na tumezungumza naye mambo mengi kuhusiana na maisha ya muziki, lifestyle ya muziki, yanayoendelea ndani ya muziki, kwa sababu yeye pia anaufahamu muziki kwa sababu ameshafanya muda mrefu. Na walikopo nami bana, your favorite boy Mdachi wa 5 kwenye exclusive interview ya kizazi kabisa, na mimi kwa madini mengi umeyaokota. So make sure unakopo una turn the vibe every time unapokuwa unaiona hii sura mbele ya kamera, ili unyama mwingi uzingatie, ndio. Na hivi ndivyo tunavyofanya, na hivi ndivyo tunavyozima zote, tunabakiza hii. Hadi next time, bye bye.